أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وسلم. أما بعد، مستمعون الكرام، إخوان zangu, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehma na amani zake subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bal ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye katumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala, pale Mwenyezi Mungu subhana aliposema wa rafa'na laka dhikraka. Ikhwan, ndugu zangu, ama anwani yangu leo hii inasema ilaji rabu bil ashab, tiba ya pumu kwa kutumia mimea. Vimeavyo ardhini ndivyo Allah tabaraka wa taala katuandalia sisi wanadamu, pale aliposema falyanzuril insanu ila taamihi, afanye tafiti mwanadamu kulingana na chakula anachokila. Ndani ya vimeavyo ardhini tunapata chakula, tunapata tiba na mambo mengi zaidi ya mengi. Leo tunaongelea vimeavyo ardhini kwa kwenda kutibia pumu. Kwanza tuanze na taarif ar-rab'i, tuitambue kwanza pumu yenyewe. Tunasema yurafu marad ar-rabu bi annahu ibaratu an isabati al-majari al-hawaiya bi majmu'ati min al-iltihabat al-muzmina. Mwanazuoni tena kafanye marejeo haya yanayozungumza katika kitabu kinachoitwa Ar-Rabu wal-Hisasiyya inda al-atfal wal auladi. Kitabu hicho kakipate tena, ni cha mwanachuoni anaitwa Daktari Khalil Muhsin. Utaweza kuona haya tunaongelea kwa idhini yake Rahmani. Anasema pumu pumu ni jambo au ni kitu ambacho kinachoenda kutokelezea katika majari hawai, katika mapito ya hewa, ndipo maradhi haya ya pumu yanapokwenda kutokelezea. Bimashmuati min al-iltihabat al-muzmina, sambamba na mkusanyiko wa maumivu, tena maumivu yenyewe ni maumivu yamepewa jina al-muzmina, yani maumivu ya muda mrefu. Katika hali za namna hiyo, mtu anayeugua maradhi ya pumu, wao wanajua hii hali hii wanaijua, ni tatizo kubwa, na likimtokelezea ni haraka sana inatakiwa apate dawa ya kutuliza ile hali. Sasa mimi sikupatii suluhisho la mimea la kwenda kutuliza hiyo hali pekee, bal na kupatia suluhisho la kimimea la kwenda kuondosha tatizo hilo kwa idhini yake Rahmani, biidhnillahi tabaraka wa taala. Ikhwani, sasa hali hiyo inapotokelezea maumivu, nasema mimma yuadi ila taqlili min tadafuq alhawai ila ri'ataini wa shu'b alhawaiya. Asema kitendo hicho sasa ndipo kitakapoanza kutokelezea shida ya kupunguka kiwango kikubwa cha hewa ambayo ilikuwa ikipatikana kwa uzuri kwenda kwenye mapafu mawili na shu'bul hawaiya, na zile tunasema valvu za hewa katika hali namna hiyo. Hasa matokeo yake hewa inakuwa ni ndogo, hewa inakata, maumivu yanaongezeka. Kwa hiyo utamkuta huyu mtu anagugumia, utasema kana kwamba anataka kukata roho. Sasa hili ni tatizo, na Mwenyezi Mungu atulinde, Mwenyezi Mungu atunusuru kwa idhini yake Rahmani. Wa fi kathiri halati qad yatarakamu albalgham fi majra alhawai, kitendo ambacho pia wakati mwingine hiyo hali hutokelezea mara nyingi ni kwa kuzidi balgham nyingi sana katika mapito ya hewa katika mapafu ya mwanadamu.
mima yusabibu lilmaridh halati tahassus shadid tusama binubati rabwi. Basi kitendo hicho pia mwanazuoni anasema kitapelekea kwa mgonjwa huyu halati tahassus, hali ya tahassus kwake itaongezeka ikawa kubwa. Kitendo hicho kikitokelezea sasa kwa mwanadamu au kwa mgonjwa huyo, kitaalamu inaitwa nubatu rabwi. Ana tatizo la nubat rabwi katika hali hiyo. Sasa na mimi nikiwa nalijua tatizo kama hili, kama jinsi ambavyo tulivyoweza kupata kwa wanawazuoni, kama alivyosema, wasanuqaddimu fi hadha almaqali tariqatu ilaji rabwi bil ashabi tibiyya au tabi'iyya. Sema kama jinsi ambavyo baada ya kulijua tatizo hili la pumu, sasa basi tutaenda kukuonyesha kwa namna gani tunaweza kutibia pumu ndani ya wiki yako moja tu. Pumu basi tena kwa idhni yake Rahmani, ndani ya wiki yako moja pumu basi, na utasahau kama ulikuwa ukiugua maradhi ya pumu kwa idhni yake subhanahu subhana. Ikhwani zangu, moja ya dawa bora kabisa ya kutibia maradhi ya pumu, sisi nyumba ya tiba na dua na Sheikh Hamisi Suleimani tunao dawa yetu inaitwa Nabatu Makkah. Inaitwa Nabatu Makkah. Naambia Sheikh Hamisi Suleimani, nami nataka dawa hiyo inaitwa Nabatu Makkah. Wallahi utaenda kuona ajabu ya Rahmani katika kuondosha tatizo la pumu katika maisha yako. Dawa zetu hizi hazijalishi dini, kwamba Mkristo au Muislamu tu, hapana. Mtu yoyote anaweza akatumia na akaenda kuondosha shida yake kwa hurma yake muumba wa mbingu na ardhi. Ikhwani, asbabu isabati ar-rabb, zipo sababu nyingi sana ambazo zinazokuwa ni moja ya kupelekea mtu kupatwa na tatizo la pumu. Wanazuoni wanasema isabati binazalati bardi bishikli mutakarira, mtu anayeishi katika maisha katika maeneo yenye baridi, na eneo zile zenye baridi zinakuwa zina baridi inashuka kwa kiwango cha mara kwa mara. Hawa watu wa maeneo kama hayo kupatwa pumu ni kitu cha kawaida tu. Kama hapa kwa Tanzania ipo mikoa ambayo ni maarufu kwa baridi. Sasa mikoa kama hiyo pia ni moja ya sababu ya wewe kupatwa na tatizo la pumu. Ni tofauti na miji kama ya pwani ya Tanzania, ni mikoa ya joto. Unaona kwamba joto tu lenyewe ni sababu ya mtu kutokuweza kupata pumu. Ila ukishapatwa na pumu, hata kama ukija miji ya joto bado itaendelea kuwepo pumu tu, sio kwamba ndio utakuja kutibia kwa sababu eti umekuja kwenye miji ya joto. Kwa hiyo baridi za mara kwa mara ni moja ya sababu. Lakini kitu kingine, naqs nashati jihaz almanaa aljismi, ni kupunguka kiwango kikubwa cha kinga ya mwili katika mwili wa mwanadamu. Unapokuwa umepungukiwa na kinga ya mwili katika mwili wako, pia itakupelekea hali ya namna hiyo ya kuwa mtu wa kupatwa na tatizo la pumu mara kwa mara, au ikaendelea katika maisha yako. Naambia Sheikh Hamisi Suleimani, nami nataka Nabatu Makkah, nitakupatia kwa idhini yake subhana. Ama sababu ya tatu tunasema al-ikthari min mamarisati riyadhiyya allati tu'tamad bishikli kabila ala tanafusi. Ninyi ambao mnaofanya mazoezi, kufanya mazoezi si vibaya. Kufanya mazoezi si mbaya wala hikatazi. Hata wahenga wanasema alharakatu tuqawi aladalati. Wahenga wanasema yani mazoezi hufanya mwili kuwa imara. Ni kweli. Lakini mwanazuoni hapa anasema al-ikthari mamarisati riyadhiyya allati tu'tamadu bishikli kabili ala tanafusi, kutumia mazoezi kwa kiwango kikubwa, tena mazoezi ambayo yanategemea yani uzima wa mapafu yako. Maanake ule upumuaji ulikuwa sasa mtu anakimbia yani usizidishe sana mpaka ukaona unapumua, yani unasababisha mapafu yako yatumie nguvu kubwa sana katika hali ya namna hiyo. Mazoezi ya namna hiyo yanaweza kuwa ni sababu ya wewe kupatwa na pumu. Hizi ni sababu. Ama sababu ya nne tunasema
takhasusu min raihati dukhani alharaif au sajara, asema ni kupatwa na moshi wa vitu vilivyoungua, ikawa ni mwanzo wa chanzo cha wewe kupatwa na pumu. Mathalan, nyumba imeungua, halafu moto unawaka huko, moshi unatoka, ukasema nimesahau TV yangu, ngoja kwanza nikaichukue kule. Sawa, ukaenda ukaichukua, ukafanikiwa kutoka, lakini ule moshi ule ulivyokuwa unavuta na nini, ikawa ni moja ya sababu ya kwenda kuzalisha maradhi ya nini, ya pumu. Au kwa wale wavutaji sigara pia ni moja ya sababu ya wao kupatwa na pumu. Taarudhul hawai barida, sababu nyingine ambayo ni ya tano, tunasema kupatwa na baridi, hewa ya baridi. Ama sababu nyingine, taarudhu jihazi tanafusia almajmuati min alitihabati, mfumo wa upumuaji ukawa na maumivu ya hapa na pale. Hizi ni moja ya sababu za mtu kupatwa na tatizo la pumu. Lakini zipo dalili sasa. Wewe ambaye umekwisha patwa na tatizo la pumu, utajijuaje au utamjuaje mwenzio kwamba anasumbuliwa na tatizo la pumu? Ili kuja kumpatia dawa yetu inaitwa Nabatu Makkah. Nabatu Makkah itaenda kumtibia mtu huyo tatizo la pumu. Sikilize, al-arad isabati bimardi ar-rabwi, dalili za mtu aliyepatwa na pumu. Dalili ya kwanza, shuuru bidhiq inda tanafus athna an-nawm, nasema ni kuhisi dhiki wakati wa upumuaji unapokuwa umelala. Yaani upumuaji wako, na mara nyingi watu wanamnaikwa kukoroma, ni hatari. Basi jipatie dawa yako inaitwa Nabatu Makkah. Ama dalili ya tatu tunasema shuuru bi khashkhashatan inda tanafusi, kuhisi kitu kama khashkhasha wakati unapopumua. Khashkhasha nini? Ni kama hapa kwenye koromeo hapa unahisi kama kuna vijipunje punje fulani kama vinakereketa, unatamani hata vitoke humu, lakini vinakuwa havitoki, inakuwa ni khashkhasha. Sasa hiyo hali ni moja ya dalili ya kutambulisha wewe una maradhi ya pumu. Ama dalili ya tatu tunasema shu'alu shadidi jafa, tunasema mafua lakini makavu. Ama dalili ya nne tunasema irtifa'u fi darajati hararati aljismi, ni kuongezeka kiwango cha joto katika mwili wa mwanadamu, mwili wa mgonjwa, joto likaongezeka, ni moja dalili ya pumu. Ama dalili ya tunasema dalili ya tano, shuuru bidhiqi fi tanafus inda qiyam bimajhud badani, tunasema ni udhaifu wa upumuaji wakati mtu anapoamka katika anapoinuka tuseme. Lakini dalili ya sita tunasema al-ihsas bimajmu'ati min inqilabat fi sadri, nasema kuhisi utofauti katika kifua chako cha mwili, kifua chako. Lakini ama dalili ya sita ya saba kama nitakuwa sijakosea, dalili ya nane tunasema tashanuju fi adhalat raqaba, ni kukakamaa katika viungo vya raqaba. Raqaba ni koromeo hili hapa. Sasa humu viungo hivyo hapa, kuna viungo vingi sana ndugu zanguni, lakini tunachukua bimajmuu kwa ujumla wake, kuhisi kukakamaa. Au utamkuta mtu amekauka, yani koromeo lake limekauka, hata ameze mate namna gani hapa lainiki, hata anywe urojo namna gani sijui kitu gani hapa pati ukulainika, ni kukavu tu yeye. Hili ni tatizo, kwa linatakiwa liwe laini katika hali za namna hiyo. Lakini pia kitu kingine, shuuru bi alami fi sadri, maumivu ya kifua. Ama sababu dalili nyingine, wujudu alamu fi halq, vile vile ndani ya koromeo kupata maumivu. Ama shuuru bilwahni ashadid wa ta'ab, mwili tu kuhisi wahani kama kuchoka, kuishiwa nguvu, tabu na nini, ni miongoni mwa dalili za kutambulisha kwamba una tatizo la pumu. Kwa hivyo biidhnillah tabaraka wa taala, naambie Sheikh Khamis Suleimani, nami nataka dawa ya pumu na nitakupatia insha Allah popote pale ulipo. Almuhimu wewe niambie wapi unapopatikana. Wapi unapopatikana, kama ni Dar es Salaam hii nitakuletea, kama ni nje ya Dar es Salaam niambie ni wapi ulipo. Mimi ninachokitaka ni oda yako. Sasa inshallah sisi tunapatikana Dar es Salaam, nikukaribisha sasa
ndani ya nyumba ya tiba na dua na Sheikh Khamis Suleimani. Inshallah nikuage kwa siku ya leo kwa kusema dumu fi riayatillahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.